Tunashukuru sana leo tarehe 7 ya mwezi wa 3 2025 tumezindua rasmi bootcamp ya bachelor degree ambayo ina theme ya Innovative Solution for Community Problem Project, na mwitikio sio haba, watu wameitikia, wametosha sana kutosha. Tulikuwa na zaidi ya watu 50, although watu wengi walikuwa wakiuliza namba ya watu wa kike ni wachache, na hata waandishi wakasema nianze nalo hilo. Ni kweli namba ya wanawake wamekuwa wachache kwenye kuitikia mwitikio wa bootcamp hii, lakini pia tukumbuke kwamba wiki hii ni muendelezo wa maadhimisho ya kilele cha wanawake ambao hivi karibuni inaenda kuhitimisha. Kwa hiyo kuanzia Jumatatu tunategemea tutakuwa na idadi kadhaa ya wanawake wataongezeka kwenye hilo, lakini bado niendelee kutoa wito kwa wanafunzi wa chuo cha uhasibu Arusha. Ndio kwanza tumefanya opening leo na tumefanya info session, kwa maana ya kwamba ilikuwa ni session ya utambulisho ya watu kufahamu bootcamp inahusu nini, malengo ya bootcamp hiyo na namna ambavyo yatakwenda kunufaika. Nikikumbusha kama mwanzoni ambavyo nilikuwa nimezungumza, bootcamp hii imekusudia kuwaandaa vijana ambao wanakuwa solution providers ama watatuzi wa matatizo ya jamii kutokana na tool ama vifaa ambavyo watafundishwa kupitia bootcamp hii. Mara nyingi watu wanakuja na vumbuzi tofauti tofauti, lakini zinashindwa kuendelea kwa sababu wakati fulani waliziwaza wao na kuwaza kwamba zinaweza kufanya kazi bila kuhusisha jamii moja kwa moja. Hivyo design thinking itakuwa ni modality nzuri sana kwa vijana hao watatuzi wa matatizo ya jamii. Yani tool hii stage yake ya kwanza ni kuvaa uhusika wa wanajamii, kuhisi kama vile wanajamii kuhisi, kufikiri kama wanajamii wanafikiri, na hata kuona kama wanajamii wanavyoona. Na katika kila hatua ya mchakato wa uletaji wa masuluhisho hayo itakuwa ikihusisha moja kwa moja na jamii. Hivyo watakapoleta suluhisho lililokamilika, halitakuwa suluhisho kulingana na mawazo yao, bali litakuwa ni suluhisho kulingana na mahitaji ya jamii ambayo inahitaji. Hivyo tunategemea makubwa sana kutokea kwenye bootcamp hii ya bachelor degree, na mwishowe tutakuwa na session kubwa ambayo itacombine bootcamp zote mbili. Kumbuka tulifanya bootcamp ya certificate na diploma ambayo ilimalizika wiki 2 zilizopita, na tutakapomaliza bootcamp hii ya bachelor degree tutacombine zote kwa pamoja, yani hizi solution zote, na kufanya competition yayo, na IAA Business Startup Center itaendelea kuzinacha ama kuzilea hizi idea ambazo zitakuwa presented na prototype ambazo zitakuwa zimetengenezwa kutokana na bootcamp hizi mbili, kuzipeleka mpaka kwenye hatua ya commercialization, na hapo katikati zitapitia kwenye product and business development. Ni watoe hofu kwa wanafunzi wote, Business Startup Center tumejidhatiti, lakini pia tupo na commitment ya hali ya juu kuhusiana na kulea mawazo pamoja na kuwasaidia kuelekea kwenye utatuzi wa changamoto hizi za kijamii. Nikumbushe kidogo aina 3 ama phase 3 ambazo sisi tunazipitia, ama stage 3 ambazo mwanafunzi anapitia akiwa katika kiwatamizi chetu. Phase ya kwanza ikiwa ni ya ideation, ambayo ndio sasa bootcamp hizi zinapita. Watakapofika kwenye product and business development, miongoni mwa training nyingi ambazo watazipata ni wao wenyewe pia kufahamu namna gani wanaweza kulinda mawazo yao ya kibiashara, moja, kulingana na sheria za nchi yetu, namna gani wanaweza kusecure hayo mawazo kwa kuyasajili ama kwa kuyapatent katika taasisi ama katika maeneo mbalimbali ambayo yanahusika na ulindaji wa mawazo ya idea kulingana na idea ya. Lakini pia napenda kuzungumzia kitu kimoja ambacho watu wengi walikiraise wakati tupo kwenye bootcamp, kwamba ni kama vile mwitikio wa wanafunzi unakuwa watu wachache sana, na wengine hata wanawaza kwamba mimi sitaki kuwa mfanyabiashara ama siwazi upande wa ujasiriamali, namna gani business startup inaweza kunisaidia. Lakini katika siku yetu ya kwanza ya info session, training ilitusaidia kuona kwamba entrepreneurship mindset inatuhitaji sisi wote. Whether unataka kwenda kuwa mwajiriwa ama unataka kufanya kitu chochote kile, kuwa na entrepreneurship mindset inakusaidia kuwa very innovative katika kila engo ambayo wewe unafanyia kazi. Hivyo mimi nitoe wito kwa wanafunzi wote wa chuo cha uhasibu Arusha, kama ambavyo nimezungumza mapema. Ndio kwanza leo tarehe 7 siku ya Ijumaa tumeanza rasmi ama tumefanya info session ya kwanza ya kufungua bootcamp yetu, na Jumatatu tarehe 10 tutaanza rasmi bootcamp ndani ya wiki moja. Kwa hivyo bado una nafasi kupitia link ile ambayo imetumwa katika magrupu ya darasani ama katika group la IAA updates, unaweza kuapply ama kuja moja kwa moja ofisini, na huo unajaribu kufuatilia matukio ambayo yanaendelea kupitia bootcamp hii, kwa sababu nje ya kuleta solutions kutokana na community problems ambazo watu wataenda kuzifanyia research, lakini jambo kubwa litakuwa ni entrepreneurship mindset pamoja na mindset change kuhusiana na upande wa entrepreneurship pamoja na innovation. Kwa majina naitwa Fadhili Selemani Omari, ni mwanafunzi wa chuo cha uhasibu Arusha, mwaka wa pili kozi ya cyber security. Malengo ya kujiunga na hii platform ni kupata innovation, creativity pamoja na opportunity katika
mambo mbalimbali yanayosibu jamii. Pia ni kubaini changamoto ambazo jamii face pamoja na kuyapatia ufumbuzi. Mwanzoni sijafanikiwa kujiunga kwa sababu nilikuwa sina knowledge kuhusiana na hii nanileo, lakini kulingana na changamoto ambazo jamii inaikabili, nimetambua kuwa jamii na face changamoto mbalimbali, so nikavutiwa kujiunga na hii program au platform ili kutatua hizo changamoto katika jamii ninayoishi. Kwa majina naitwa Scholar Simon Sangawe, ni mwanafunzi wa IAA. Nachukua Multimedia and Mass Communication. Nimeamua kujiunga katika hii Business Startup Center baada ya kuona tangazo ya Google Form, nikaamua kujoin kwa sababu nilikuwa natamani kujua ni nini ambacho watakuwa wanafundishwa, ikiwa ni mara yangu ya kwanza kuingia katika hii Business Startup Center, lakini kuna mengi ambayo niliyaona baada ya kuwa najaza ile form. Kuna mengi nilitamani nijionee, lakini baada ya kujiunga kuna mengi ambayo leo ni siku ya kwanza na kuna mengi ambayo tumepewa. Kuna maelezo mengi, mafundisho ambayo tayari tumeanza kuonyeshwa kwamba tutakutana nayo kuhusiana na kuja na idea ambazo zitatusaidia katika jamii, solution ambazo zitatusaidia katika jamii inayotuzunguka. Kupitia Business Startup Center, ninaamini kwamba kuna mengi makubwa ambayo yatafanyika kupitia mimi, idea, mawazo nitakaokuwa nayo, ambapo nitashirikiana na wenzangu ambao kwa pamoja tunaweza kufanya jambo kubwa lenye mafanikio katika jamii yetu. Kwa majina naitwa Baraka Shokoro Mlagwa, ni mwanafunzi wa chuo cha uhasibu hapa, ninasoma Bachelor of Business Management na nimejiunga Business Startup Center mwaka jana. Kabla ya kujiunga nilikuwa nina mawazo mbalimbali ya kuanzisha biashara, na baada ya kujiunga huku nikapata uendelezo wa mawazo hayo na hatimaye nikafikia implementation ya kuanzisha biashara. Nimeanzisha biashara ndogo ndogo ya kutembeza apple, baadaye nikaendelea zaidi kutokana na mafunzo ninayopata huko startup, nikaongeza product ya pili ya mayai ya kuchemsha. Baada ya ninavyoendelea kupata incubation huku na mafunzo mbalimbali, nikazidi kuwa innovative, nikaja na idea tena ya ice cream, lakini pia nikaongeza pamoja na ubuyu baada ya kuona request ya customer. Na chuo kimenisaidia au startup center imenisaidia pia kupata legalization ya business ndani ya chuo, lakini hata nje. Tunawakaribisha sana startup wajikaribie, wajifunze, mambo ni mengi ya kujifunza na ni muhimu sana. Kwa hiyo startup inalea mtu mwenye idea na asiyekuwa na idea, inafundisha vile vitu ambavyo vitakufanya uwe innovative katika jamii na katika mazingira utakayokuwa ukiyaishi, ukiwa utaviimplement vizuri katika mazingira ya shughuli mbalimbali. Lakini pia startup inakufanya wewe unapokuwa una graduate usiende katika jamii au society ukawe tegemezi wa ajira. Medi Habari, sisi na wewe ni kitu kimoja.